Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Roho Mtakatifu tunakualika tufundishe neno lake katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaangalia kuhusu unyakuo. Bwana wetu Yesu Kristo alimwambia Nikodemo, ni lazima uzaliwe mara ya pili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Unyakuo uliongelewa na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe katika ile Mathayo sura ya 24. Aliongelea kwamba wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kwa hiyo unyakuo ni kitu halisi, kwa sababu Bwana Yesu yeye mwenyewe alisema kwamba alisema dunia itapita na mbingu zitapita, lakini nukta moja ya neno lake halitapita. Kwa hiyo unyakuo ni halisi kabisa, utatokea. Ukisoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, Mtume Paulo alikuwa akielezea kwamba sisi tulio hai hatutawatangulia wale waliolala mauti, kwa sababu ndio watakaonyakuliwa kwanza parapanda itakapolia. Halafu sasa watakuja kunyakulia wale ambao sasa watakuwa hai wakati huo utakapotokea huo unyakuo. Mfano wa wale wanawali 10 ni mfano mzuri sana wa ufanye nini ili uweze kunyakuliwa. Hakikisha taa yako ina mafuta, na mafuta ni Roho Mtakatifu. Juzi hapa tumesherehekea sherehe ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ile sherehe sio kuisherehekea tu, bali ni kunyenyekea kwa Mungu akujaze Roho wake Mtakatifu. Unaona jinsi ambavyo Petro alikuwa mwoga mpaka akamkana Yesu. Lakini katika ile Matendo ya Mitume sura ya 2, baada ya kupokea Roho Mtakatifu, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, Petro alimkiri Yesu mbele ya watu wengi. Akahubiri pale, akawaambia kwamba hawa watu hawajalewa, bali ili neno na nabii Yoeli kwamba siku za mwisho Mungu atamleta Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo basi, ukiwa na Roho Mtakatifu, manake unayo mafuta. Manake wewe unastahili kunyakuliwa siku hiyo itakapofika. Kwa sio jambo la mzaha kabisa. Tafakari maisha yako, uone wewe uko wapi, uko upande gani, kwa sababu hakika itatokea, na imeandikwa pia hata katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14. Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa pale mawinguni akivuna mavuno yake, kwa sababu mavuno yameiva. Amina.